wanapenda wa baba na vijana wote. Ameinua vipawa kwa mama, amewatengeneza wa mama, amewapa jina jipya leo, wamekuwa walezi maishani wetu. Amenitengeneza Yesu, ametubadilisha Yesu, ametupa heshima Yesu, ametutengeneza Yesu. Siku zote tunasifu na kuabudu, siku zote tunaimba leo zaidi, siku zote tunasifu na kuabudu. Amewapa jina wanawake, amewapa heshima ya kunyonyesha, amewapa na ndoa na pete zao, wanaonyesha pete walizovaa, wana ndoa zao zilizo safi, wamepewa watoto wanasomesha, watoto wafaulu kwa ajili ya mama. Tunasema vizuri, mama ametulea, akili imaumu, mama ni mwema. Wamama vigelegele leo, Yesu ni Bwana. Tushirikiane kusoma Zaburi ule mlango wa 30 mstari wa 8 hadi wa 12. Zaburi mlango wa 30 mstari wa 8 hadi wa 12, tutasoma kwa kupokezana. Zaburi mlango wa 30 mstari wa 8 hadi wa 12, nitautangulia kusoma. Bwana, nalikulilia wewe, naam, kwa Bwana naliomba dua. Bwana, usikie unirehemu. Bwana, uwe msaidizi wangu. Mstari wa 12 tusome wote. Ili utukufu wangu usifu, wala usinyamaze. Amen. Msharika tukae. Lord
wetu yuko hapa, yu pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake akisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa, tukisema kwamba hatuna dhambi tutajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, tufungue mioyo yetu, tumuungamie Mungu dhambi zetu, tukitumia ile ungamo namba moja. Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya, kuwaza, kunena na kutenda. Nimekasirisha mara kwa mara kastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele, lakini nazijutia dhambi zetu na kusihi kwa rehema yako unihurumie na kuniokoa. Mimi niliye maskini, nisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishikie mwenendo mpya. Kiti chako cha rehema na kitazama, magoti napiga pale ili nisamehewe. Ita Yesu, 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 naomba unisikie unapodhuru wengine. Baba, usinipite. Ungamo hili likiwa ni la kweli na tukitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili ya Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo lake la Bwana wetu Yesu Kristo, ninatangaza ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana kae nanyi. Kila mmoja mgeuzikie jirani yake kulia na kushoto, nyuma na mbele, wakitakiana amani ya Bwana, tukiimba amani, 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 amani ya Yesu, amani ya Yesu, amani, amani, amani ya Yesu. Furaha, 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 furaha ya Yesu, furaha ya Yesu, furaha, furaha, furaha ya Yesu. Amani, 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 amani ya Yesu, amani ya Bwana, amani, amani, amani ya Yesu. Amen. Siku ya Bwana sita kabla ya Pasaka. Mungu ataita nami nitajibu. Aya ya siku inasema, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Tuombe.
Bwana Mungu Baba wa mbinguni, uliyemtuma mwanao duniani ili aangamize utawala wa Shetani na kutulinda na yule mwovu, twakusihi utulinde katika majaribu yote na kutupa roho yako ili tumshinde Shetani kwa neno lake. Kwa yeye Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Mstari wa 12 hadi 18. Nitasoma kwa mstari wa Bwana. Anasema, heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowahidia wampendao. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Sura 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Mstari 16. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu kushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kiburi cha kugeuka. Mstari wa 18. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Na hili ndilo neno la Bwana. Tukiri pamoja imani yetu ya Kristo inayotuunganisha sisi na Wakristo wote ulimwenguni, imani ya mitume. Namwamini Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi, na mwamini Yesu Kristo, mwana wako wa pekee, Bwana wetu, aliyechukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka katika wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo, lililo moja tu, shirika la watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Washarika tukae. Yesu Ina
Tunakushukuru Mungu wetu. Asante Yesu Kristo kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya Jumapili hii, Jumapili njema, Jumapili yenye baraka kwetu sisi Bwana. Lakini Mungu kipekee, Mungu umetupendelea sisi wanawake. Leo ni siku yetu na sisi tumekuja leo madhabahuni pako. Tunakushukuru kwa sababu Yesu tuko tayari useme nasi pia Bwana. Asante kwa sababu Mungu wa rehema uko pamoja nasi. Nami Mungu wa rehema niko tayari kama hivyo ulivyonichagua Yesu kusimama katika madhabahu yako. Nami niko tayari kutumika Yesu Kristo mbele zako. Yesu kusema nasi na jinsi ulivyokusudia. Damu yako pekee Yesu simame mahali hapa ikanyunyizike kila mahali. Ikiwa kuna roho za uharibifu ambazo zimesimama mahali hapa kupinga kusikia neno lako, basi tunasimamisha damu yako yenye mamlaka. Tunanyamazisha kila roho za uharibifu mahali hapa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu kama mwalimu wetu, kiongozi mahali hapa Bwana, ukapate pia kuniongoza na mimi. Yesu tunaomba tufungue masikio tuweze kusikia neno lako. Lakini tunaweza tukasikia na tusielewe. Tunaomba tufungue ufahamu tuweze Mungu wa rehema kuelewa pia Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo anayetuo hai. Tuko tayari sisi wanawake, tuko tayari kutumika nyumbani mwa Bwana. Ni katika jina lako Yesu Kristo anayetuo hai tunaomba tukiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wanawake. Haleluya. Wanawake mbona kama tuko wengi lakini itikie kama sauti ya mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe wanawake. Mmependeza. Asifiwe mwanamke mwenzio mbele mmependeza. Bwana Yesu asifiwe wanaume. Wanaume Bwana Yesu asifiwe. Najua ni kichwa cha kanisa Karibuni sana nyumbani mwa Bwana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku yenye baraka kwetu. Tunashukuru uongozi wa madhabahu waliotupa nafasi sisi wanawake kusimama katika madhabahu yetu. Tunamshukuru mchungaji wetu Jafet Kashao. Tunamshukuru mjilisi wetu na uongozi wote wa kanisa. Mungu awabariki. Somo la leo kama tulivyoongozwa na kalenda yetu ya KKT lipo linapatikana katika Luka Mtakatifu sura ya 22 mstari wa 40 hadi 46. Luka Mtakatifu sura ya 22 mstari wa 40 hadi 46. Nami nitatangulia kwa msaada wa Bwana. Alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki. Walakini si mapenzi yangu, bali ni yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Naye kwa vile alipokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba. Hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Bwana Yesu apewe sifa. Kichwa cha leo kama kalenda yetu inapotuongoza, imetuongoza na anasema Mungu hutuwezesha kushinda majaribu. Mungu hutuwezesha kushinda majaribu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu kutuwezesha sisi kushinda majaribu ni lazima tuombe. Mungu hawezi kuja kutushindia ukiwa umenyamaza tu, hujasema chochote kile mbele za Bwana. Na Mungu ametupa neema ndani ya mwezi huu. Ametupa nafasi ya kuomba, ama nafasi ya kuomboleza, ama nafasi ya kutengeneza sisi wanadamu mbele za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hapa hajasema kwamba ni kwamba anaruhusiwa kwamba mwanamke tu ama mwanaume tu ama kijana tu ama mtoto. Anasema wote tuje mbele za Bwana tuombe. Na kila mmoja ana tofauti na uhitaji yake. Yaani kila mmoja ana jaribu lake. Yamkini ndio anapitia ile jaribu lake kwa sasa,
mwingine alishawahi kupitia lakini Bwana akamshindia. Basi Yesu bado anaendelea kutusisitiza sisi tuende mbele za Bwana kwa ajili ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Nahamia kwetu sisi wanawake, leo ni siku ya wanawake. Bwana Yesu apewe sifa. Nimeandaa kichwa cha somo cha sisi kutuongoza sisi wanawake. Na Mungu anasema maombi ya mwanamke husababisha mafanikio makubwa kiroho na kimwili. Maombi ya mwanamke husababisha mafanikio makubwa kiroho na kimwili. Bwana Yesu apewe sifa. Kama tunavyojua katika maandiko, katika Biblia yetu tuna wanawake ambao tunachukua mifano kwao, na leo tunataka tumwangalie huyu mwanamke Hana kama Mungu anapotuambia kupitia maandiko yake. Samueli wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 10 hadi wa 15. Naomba kijana mmoja anisaidie kusoma hapo. Maandiko ya Mungu yanasema hivi: naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana, akasema, akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapokupa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautafika kichwani mwake. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimzani kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Mstari wa 15. Hana akajibu akasema, hasha Bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni, Hana akajibu akasema, hasha Bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni, ni mimi sikunywa divai wala kileo, ila mimi nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona mwanamke mwenzetu Hana alikuwa na mzigo mkali kwa ajili ya kukosa mtoto, lakini alipeleka maumivu yake ama mahitaji yake mbele za Bwana. Tujiulize sisi wanawake wa Mji Mwema na wanawake katika dunia nzima leo, sisi mizigo yetu ama uchungu wetu, mahitaji yetu tunapeleka wapi? Wanawake leo hii tumekuwa wagumu kwenda mbele za Bwana. Matokeo yake shida zetu tunakuta tunazikimbiza kwa wanadamu. Tunaenda kwa balozi, tunaenda kwa mwenyekiti, tunaenda huko polisi, lakini wengine tunakuta wanaenda katika waganga wa kienyeji. Bwana Yesu apewe sifa. Leo hii tunamwangalia mwanamke Hana. Yeye alimimina moyo wake mbele za Bwana, na Mungu aliweza kumjibu maombi yake. Ukisoma Biblia ukiendelea kuisoma utapata pale majibu katika mstari wa 20. Unaambiwa Hana Mungu alimjibu na akampa mimba na akaweza kuzaa mtoto. Bwana Yesu apewe sifa. Leo hii sasa si wanawake hatuna utulivu mbele za Bwana. Ndio maana mizigo yetu tunaikimbiza kuipeleka duniani kwa waganga wa kienyeji badala ya kuipeleka kwa Mungu wetu aliye hai. Na hili neno la leo kwa mwanamke basi ikawa ni mfano kwetu, watufundisha na sisi wanawake turudi nyuma, tujikumbushe kumbe mizigo yetu tumpelekea Bwana. Mizigo inatofautiana. Yamkini mwingine ana mzigo wa ugonjwa, mwingine ana mzigo kwenye ndoa yake, mwingine ana mzigo kwenye uzao. Lakini katika familia zetu pia tulikotoka, yamkini kuna mzigo ambao Mungu anataka afanye kitu ama afanye jambo juu yako. Lakini wewe hujaona utulivu, unakimbia hujawahi kusimama mbele za Bwana kwa ajili ya kuomba ama kwa ajili ya kusoma neno. Bwana Yesu apewe sifa. Tumechukua mfano pia kwa mwanamke mwingine ambaye ni Abigaili. Abigaili aliolewa na mwanamume ambaye ni mkorofi, ambaye ni mjeuri. Lakini
Abigaili aliweza kuwa mvumilivu kama tunavyoona katika Samueli huyo wa kwanza sura 25 ule mstari wa 3 tu. Tunatamani tujikumbushe kidogo. Karibu Msinyoro Saidi kusoma. Amen. Anasema hivi: na jina la mtu huyo aliitwa Nabali, na jina la mkewe aliitwa Abigaili, na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, mzuri wa uso, bali yule mwanamume alikuwa hana adabu, tena mwovu katika matendo yake, naye alikuwa wa mbali ya Kalebu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona wewe Abigaili tulivyoambiwa hapa. Tena alikuwa pia ni mzuri wa uso. Lakini sisi wanawake leo hii tunatumia hata uzuri wetu vibaya. Hasa mabinti zetu. Mnatuangusha sana sisi wa mama zenu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa mabinti. Binti leo yuko tayari kuuza uzuri wake tu kwa ajili ya chipsi, kwa ajili ya mshikaki, kwa ajili ya keki, kwa ajili ya soda. Wewe ni mwanamke wa thamani sana. Mungu akusaidie usiuze ama usichezee uzuri wako. Subiri utukufu wa Bwana utakujia. Usikubali kabisa kuchezea maisha yako. Na uzuri ukiondoka ama utu wako ukiondoka, umeondoka, hutarudi tena nyuma. Lakini leo mabinti unakuwa unaendelea kujitoa katika tabia uharibifu. Ujue kuna vitu vikubwa na viharibu. Wewe leo na kesho unategemea kuwa mwanamke. Sasa unapokuwa mwanamke unategemea kuwa mama. Leo hii mabinti wengi tunashuhudia wanafanya vitu vya ajabu, wanajiachia kweli, mwisho wa siku unapoteza vizazi. Hizi mnanielewa maana kupoteza vizazi eh? Unazika kabla ya wakati. Yaani humuoni lakini unamzika tu. Mwisho wa siku ukisimama ukija kuolewa unakuta kizazi hakipo. Unaanza kutafuta maombi, unaanza kutafuta mdogo wake jeshi. Kumbe ni wewe mwenyewe ulitumika vibaya ama umetumia vibaya usichana wako. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wamama wa leo pia hatujawa na utulivu. Kama tunavyoona Abigaili yeye alikuwa mtulivu na ndio naona mwanamume ambaye alikuwa ni mkorofi. Ila Mungu aliweza kumpa unyenyekevu, akaweza kumtetea mume wake. Ukiendelea kusoma katika hilo Samueli, utaona Abigaili kuna mahali alienda kumpigia Mfalme Daudi magoti kwa ajili ya kumtetea mume wake kwa sababu mume wake alikuwa ni jeuri. Alikuwa anafanya tu ajabu, alikuwa anatukana watu. Lakini Abigaili alikuwa ni mnyenyekevu pia kwa sababu alipewa taarifa na vijana tu wadogo. Lakini uone kwamba Abigaili alikuwa na upendo hadi kwa watoto wadogo hadi kwa vijana. Kwa maana kijana akawa yuko huru kuelezea kile ambacho amekiona. Bwana Yesu apewe sifa. Wale vitano. Lakini ukiangalia vikoba hivyo vina gharama, lazima apeleke pesa kwa sababu ni patana. Hilo kiangalia sasa kipato chake na kila anachokitoa ni vitu viwili tofauti. Mwisho wa siku tamaa anaingia kwenye madeni ya ajabu ambayo yanakuja kumfunga. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu atusaidie tutoke kwenye hizo tamaa. Mungu atusaidie tuishi kwa yale maisha ambayo Mungu ametubariki. Tukitaka kuishi yale maisha ya juu sana ambayo Mungu hajaturuhusu, tutamkosea Mungu na tunajikuta tumeangamia. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini katika eneo la ndoa pia Mungu atusaidie sisi wa mama ama sisi wanawake. Katika eneo la ndoa sasa hivi tumekuwa tusimame katika nafasi zetu. Wanaume wengi wanalia kesi nyingi kwa sababu tu mwanamke amekosa utulivu. Mwanamke amekosa tulivu kuangalia nyumba yako ama kuangalia familia yako. Wanaume wengi tumesababisha kuwa na magonjwa, mapresha kwa sababu sisi wanawake tumekuwa na midomo sana katika familia ama katika nyumba zetu. Tumekosa muda pia kubembeleza hawa baba kwa sababu hawa baba wanapenda kubembelezwa jamani. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna mwanaume ambaye hapendi kubembelezwa. Mtatusemea sisi kwa binti ambaye bado hajamfikia huko, lakini mjue kwamba ukiolewa mwanaume anapenda kubembelezwa. Haijalishi kwamba ana mtoto, haijalishi amekuwa, haijalishi namna gani, lakini mwanaume kwa mke wake huwa hakui. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini sisi wanawake hatujasimama vizuri katika nafasi zetu za kuomba. Kabisa. Ndio maana hatuna utulivu kumsikiliza Mungu, ndio maana vitu vingi vinatujia, mabinti wanaharibika. Lakini watoto watu tunazaa hao watoto katika ulimwengu wa roho kuna madhabahu ama kuna roho. Yaani katika familia zetu huwa tunahakika katika familia ama katika kabila huwa kuna madhabahu ama kuna roho ambazo zinatufuatilia. Usipokuwa makini, usipokuwa na utulivu, hutajua ni kitu gani ambacho kiko kwenye familia ambayo kinaweza kufuatilia huyu mtoto wangu wa kike ama huyu mtoto wangu wa kiume. Ukiangalia hizi roho sio kama zinakuja kumdakia mtoto akiwa mkubwa. Unaanza, yani hizo roho zinaanza wakati umembeba tu mtoto tumboni.
Ukishamzaa hizo roho zimeshaingia tayari, zinatembea na huyo mtoto. Zinapofikia ule umri sasa ndio zinaanza kujitokeza. Kama ni madhabahu ya uzinzi yanajitokeza. Kama ni madhabahu ya ulevi yanajitokeza. Kama ni madhabahu ya kuzana huyu mwanamke kumwacha na huyu mtoto kuacha, unaanza na wanawake karibia wangapi? Kumbe ni roho basi kwa kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wanawake tunaomba tusimame katika zamu zetu za maombi. Tumuulize huyu Mungu. Mungu wetu anajibu na Mungu anasema sana sisi. Lakini sisi tuko tayari kumsikia Mungu. Anasema kwa njia ya ndoto, anasema kwa njia ya maono, anasema kwa namna yoyote ile. Lakini mtu mwingine anaweza kusema hii ndoto si ya Mungu. Hii ndoto yani wala ni kwa sababu tu nimechoka, kwa sababu tu labda nimeshiba sana, kwa sababu tu nilichelewa kulala, sababu Mungu anatuambia katika Ayubu 33 ule mstari wa 14 mpaka 16. Neno la Mungu linasema, Jerema tunaomba tukusaidie. Tukumbushe. Ayubu 33 mstari wa 14 hadi wa 16. Ayubu 33 mstari wa 14 hadi ule wa 16 anasema, toka mbali, anasema toka mahali pake. Ayubu 33 mstari wa 14 hadi wa 16. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja na mara ya pili ajapokuwa mtu hajali. Amen. Amen. Nenda mpaka 16. Endelea asema, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani, ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao. Amen. Amen. Unaona jinsi Mungu anavyotuambia. Yeye anasema nasi muda wote. Anaweza akasema na wewe kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, yoyote vile, jinsi Mungu atakupa kusemesha. Natakiwa tusikie sauti ya Mungu, kwa sababu usipoisikia kuna kitu utakuwa umekichelewa. Kitu kizuri, kibaya, Roho Mungu anakupa taarifa. Kizuri kipokea kwa maombi. Kibaya pia kikomee kwa maombi, kwa sababu Mungu wetu anasikia maombi. Ndio maana katika Yohana 14 ule mstari wa 13 anasema jioni, asema ombeni lolote kwa jina langu nami nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Bwana Yesu apewe sifa. Basi sisi tuwe serious wanawake katika eneo hilo. Tunaamini kabisa tukisimama katika nafasi yetu, mtoto huyu wa kike amepona, mtoto huyu wa kiume amepona, lakini ndoa pia imepona na taifa lote limepona kwa ujumla. Tunaenda kusogea mbele za Bwana kwa ajili ya maombi. Na mimi nitakuwa kiongozi katika maombi haya wote, tunataka tuombe. Wanaume mpo, mtuombee sisi wanawake jamani, ili tusimame katika nafasi zetu. Tukipona si wanawake na nyewe wanaume mmepona. Amen. Tutaenda kuomba kwa ajili ya taifa, tutaenda kuomba kwa ajili ya wanawake, tutaenda kuomba kwa ajili ya dunia nzima kwa ujumla. Lakini wewe mwanamke, wewe binti, jitafute wapi adui amekubeba, wapi umekosea, wapi adui amebeba. Yamkini kinywa chako kimebeba, unatukana, usimami vizuri katika nafasi yako. Lakini yamkini pia wewe mwanafunzi, unasoma na pambana katika mambo unataka uelewa, unapita katika wakati mgumu. Kumbe Mungu anachokuambia ufahamu wako umechukuliwa ama jina lako limechukuliwa. Kwa hiyo omba, mwambie Mungu nirudishie ufahamu wangu. Omba, mwambie Mungu nirudishie utu wangu, nirudishie uzuri wangu, nirudishie nafasi yangu kuitwa mama ama kuitwa mwanamke. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nazito hai, tuko mbele zako mahali hapa Bwana Yesu Kristo nazito hai. Tunakushukuru Yesu Kristo kwa sababu Mungu umetupa nafasi Yesu Kristo kuja mbele zako sisi wanawake. Lakini Mungu pia tuko na baba, tumesogea wote mikononi mwako Bwana Yesu Kristo. Sisi wanawake tujasimama katika nafasi zetu, tumeangalia nafasi ya wanawake ambayo Yesu mifano tumechukua katika Biblia. Walisimama katika nafasi zao wakaweza kuomba na Mungu aliweza kujibu maombi yao. Lakini hujapiga, mimi naona maombi ya nyuma bado hujapiga, bado sijasikia makofi ya upata, bado sijasikia makofi kwa Bwana. Haleluya.